mimi kama sitaki kukaa chini sasa nakuaje? Nakwambia tena kaa chini. Mambo mengine bana. Unajua kijana Mr. Voice. Ndio. Jana nilikupa kama mzigo upeleke kwa mzee Kifukunyu. Ufikishe ule mzigo niletee majibu. Ngoja niambia wewe atakupigia simu. Kwani yeye hajakwambia? Maana mimi nilipomkabidhi mzigo aliniambia kwamba atakupigia. Mimi nilikwambia peleka kama mzigo, ilitakiwa niletee taarifa kama mzigo kamefika. Sasa mimi najua yule ni mteja wako na nyinyi mnajuana jinsi mnavyofanya biashara. Kwani mimi yule ningemjua hata bila wewe kuna nini? Bila kunielekeza. Sema unadharau. Sasa yangu ni nini? Ngoja niambie tuzionyeshe hapo. Utakuja kujua kwamba ni dharau gani. Halafu sema kuna kitu ambacho hujui. Hichi kitu kwa baadaye utakuja kukijua. Unavyoniangalia, yaani unanizumu, unafikiri mimi na wewe tuko sawa, lakini kwa baadaye utajua. Unajua kwenye haya maisha ukishapata kazi usianze maringo, kwa sababu ukianza maringo unamdharau yule anayekufadhili. Sasa mimi yani dharau yani maringo ninayoonyesha ni yapi? Na wakati unaniagiza kazi naenda. Sasa maringo gani mimi naonyesha? Au mdharau gani mimi naonyesha? Utajua. Nisikilize. Mimi siwezi nikakudharau na pia mimi yani wewe vile unavyohitaji kwamba kuelewa labda nifanye nini? Mbona mimi nafanya? Dharau zangu ziko wapi sasa? Sema nyinyi vijana, unajua ngoja nikwambie, kwa sasa hivi unaniona kama mimi ni kijana labda tunalingana na wewe, lakini sasa kwa baadaye utajua kuwa kwamba mimi ni nani. Hivi ngoja nikupe siri moja. Usilaumu. Unajua ni nini? Yaani hakuna kitu. Jana mimi nakumbushia tu kama jana umeniagiza mzigo, umenielewa? Yaani kwanza kipindi unanipigia simu, wewe unanipigia simu unanipigia kelele, ndugu yangu, wewe hujui kama masuala ya barabarani mtu unaweza kwa nani ukaenda vibaya barabarani ukapata ajali. Wewe unapiga kelele yani mpaka mtu unasema siji namna gani vipi yani? Yaani sasa sikiliza. Usiongee sana kwa sababu nimevaa singlet. Singlet hiyo unaweza kailowanisha, usiongee sana. Mimi ninachokitaka kwamba pale ninapokuwa ninakupa kitu, peleka, rudisha taarifa, kwa sababu kama hutarudisha taarifa nashindwa kuelewa kama mzigo kamefika. Sasa subiri nikueleze. Sasa kama asingenipigia Kasimu ningeelewa kama mzigo kamefika. Sasa mimi yule si mnajuana, yule mnajuana na yeye, mimi nimemjua kupitia wewe. Sawa. Sasa sikiliza, ninakupa kaonyo, kama siku nyingine usije ukarudia. Nikikupa kama mzigo peleka, rudisha kwa taarifa, ili sasa niamini kama unajua. Hata wakati ananipigia amekuzifia sana, ila sasa punguza dharau. Sasa mimi mzee hapo mimi na dharau gani? Haya sasa unaona bado nazungumza, nimekaa ushasimama. Sasa ndugu yangu mimi hapo kama mazungumzo sasa kama mazungumzo. Shika kama mguu, tembea, hebu niache kama lakini sikiliza. Sawa, nenda. Mimi bado mimi unachanganya bana. Vijana sema una kanavyotembea. Sawa. Sasa ndo zile sasa, sema na kafadhili, sema sasa hivi kana muonekano.
Mke wangu, unaenda wapi? Sokoni. Kuna chochote ndani? Umefika ndani ukakuta mna chochote? Mimi nimeuliza tu. Fika ndani ndio uulize maswali yako. Mke wangu mkwaje huyu? Yaani mimi naongea, yeye anaondoka. Kuna nini? Ndio vitu vingine hivi. Karibu, nikusaidie nini? Asante. Wenyewe wapo? Wenyewe ndio mimi. Namtaka mwenyewe nani? Mtoto Mzee King. Kwani wewe nani? Mzee King, mimi ni mwanae. Mwanae? Unaosha nini? Mimi ni mtoto wake. Waje kuniambia. Lakini pia sio mbaya. Mimi ni mfanyakazi wake. Nimetoka ofisini, hayupo. Beni nikupe huo, kama hayupo ni funguo yao, kama hayupo nichukue funguo hapo. Funguo upi? Funguo ofisi. Lakini hajanipia information yote kwamba kuna mtu atakuja kuchukua funguo. Mbona hajaacha atakuacha? Basi. Hamna shida. Sawa. Kama atakuja ziona naye, tamwambia nikuja. Sawa, karibu. Hapo. Karibu. Mke wangu unapika? Yang unapika nini? Au unapika chakula kama kile cha jana? Ndio mke wangu anapenda. Naelewa. Natamani kama mwenyewe ningekuwa na kwanza. Ningekupatia yote mke wangu. Naongea mwenyewe ndio.